Halo. Halo. Mbona nimekata simu? Na wewe, mbona wanitoka huko wanachokona huko wataka nini wewe? Unaongea na nani? Naongea na rafiki yangu ati. Rafiki yako yupi? Naongea na chako. Sasa chako ndo unamlingishia eti tu nyama, unasema nyama sijui kilo 1, sijui nini. Yaani makenyewe umenunua nusu. Ndio umetoka huko umejificha huko. Mwisho wa siku ungatwe na nyoka. Kwani wewe una matatizo gani? Sasa kanyama kenyewe ni kilo. Ukiangalia ni nusu. Halafu sijui unamwambia rafiki yako aje. Sasa sijui naye umemuita. Kwani una matatizo gani? Mbona mna roho ya kimaskini inawatesa hivyo? Ati roho ya kimaskini. Natangaza supu. Sio na nchi inakutisha watu. Unatangaza na supu mabakuli kwenye maoni na Kaisiki. Hebu nikusaidie ujione huruma wewe. Jamani, mume wangu ndiye aliyesema nipike. Alafu unanisaidia vitu gani? Kila mtu apambane na hali yake. Hebu nijoshee vyombo vyangu. Mwafika hapa, karibuni hapa. Karibuni hapa. Sawa. Bwana uko chini bwana hapa. Pole bongo. Mwaka hapo sasa mwasubiri kidogo tupate sunna, Inshallah. Tupate tabaruku, alafu tuendelee na mazungumzo yetu, si ndio? Sawa. Bwana, tupo ugenini hapa kwa watu. Sasa ficha makucha. Ustadi na unavingua. Vitu vinakuja huko. Sio tena una nyama tena unaanza kula kabla kula mishe wako. Na kujua wewe kwenye hitima unafanyaga vitu kama hivyo. Ustadi wani mimi peke yangu. Tulie macho tasikia. Sasa wewe nakwambia uandae mapema eti maustazi washafika ati wala nini sasa? Sasa ndio namalizia chapati ya mwisho mume wangu. Lakini mume wangu jamani, toka ulipoondoka jana. Siji kama umenielewa. Kuna vitu kama vile unizingatii to kunyeta gabirebi. Yaani sikio langu huku nyuma kama linauma mpaka nitikise hivi. La haula kuacha. Samki wangu wapika nini hivyo? Chapati mume wangu. Hapa si ulisema niwapikie kasupu kidogo na chapati. Sasa wapika chapati kama mkate wa Yesu? Hivi wallahi mke wangu ndio wasema wapikia wageni na kwambia upike chapati nzuri, chapati laini za mayai. Jamani nimeteleza mume wangu. Mafuta yenyewe yamekuja ya 200. Mafuta yaliisha. Mtu mwenye utaki kununulia kasimu. Unataka nikupaje taarifa? Ningekuwa na simu ningepigia. Kama mafuta yameisha. Mama yako mwenyewe ni mchawi yuko hapa. Sasa chapati. Haya hata kama mama upike mkate wa Yesu ati haya yaungua hivi kweli anakulaje mtu? Wanakuangua mume wangu, wanakuangua mbona wanakula jamani? Ukikwangua si vinatoka, si unaona? La. Wanakuangua wanakula. Wallahi wantia aibu wewe. Mama wamwangalia tu apika vitu hivi kweli. Wageni wala hizo chapati mama. Mama yako anajua kupika vitu gani? Ametoka kijijini. Sasa mwanangu mimi ningefanya. Nimeambiwa mimi sijui kupika. Na umesema leo apike mkesi. Nimetaka kupika kaniambia umenizuia mimi sijui kupika. Sasa wapelekee maustaza hayo matakataka. Mwana mama yako. Asa mimi hata muda ambao niko hapa. Anasema mimi napika takataka.
Sasa hii chapati yaungua hivi walali wanakwangua. Watakwangua tu na kijiko. Mbona inalika hii jamani? Ukikwangua wanakula. Afanya haraka waleta hiyo supu sasa. Hawafanya haraka. Yaani nafanya wema naamka kwanza kuandaa. Amuoni zamani yangu siku nikifa mtalia juu ya kaburi na machozi. Najua. Mtalia mtakumbuka mchango wangu kwenye huko. Alhamdulillah. Mambo yameenda si mabaya. Alhamdulillah mambo yameenda si mabaya. Sasa shehe, tupate tabaruku hapa. Naam. Basi ngoja kwanza niangalie kuwakosha kidogo mikono. Sawa. Wow. Una mikono wow. Hapo Inasema mantakulidha. Mantalaka ludha kwa majini mwenye kuacha mchele ana kitu. sema kweli ati. Na tosura leo kalili mwanafunzi wangu. Karibu jamani mpate supu. Nimejitahidi atirisi kuwainda. Niliambiwa mnakuja mmeona nini? Kujua kama mngechelewa hivi ningeongezea hapo atirisi na tumaini. La. Sasa wewe wapika supu gani hii jamani? Nakwambia wewe maustazi waje hapa wapika supu ya nyama, wapika nini hivi ati? Jamani, huko nyama zilikuwemo humu fina nili. Finyango kama 10 zilikuwemo humu. Sema nilikuwa nikipika mtoto nikasikia naami ya supu, nikasitua nikazitafuna. Lakini hizo spinach zina harufu kidogo ya nanili. Ya nyama. Kuleni jamani hata kwa harufu. Kijiko mtatumia kimoja. Taka kwa kijiko chenyewe mwalimu wangu amenunua kimoja. Angekuwa hata ananunua vingi. Nimechaongeza na kuhusu jeba. Wananunua vijiko. Lakini hata kuelewa. Hata chai yenyewe sasa chai gani? Hata sukari hajaweka. Mjitahidi mkristi mkipatapo na maji. Ai hapa. Nilisahau kuikwangua. Samahani ni jamani. Nilisahau kuikwangua. Ukikwangua mnakula. Samahani ustazi. Unajua mwanamke wa Mwanza na hii hapa. Hizi walikulaga na Nabii Suleiman. Sikia. Yaani wewe ndo watakiwa ule kwa sababu hivi supu ya spinachi inaongeza vitamini M au vitamini H. Ustaz Juma. Naam shehe. Wallahi nasema tusamehane, muda mwingine mtu ateleza ati huko jikoa kabisa ndio. Sasa nilikuwa naona tunibaleani pale tukaleta supu ya papa, alafu ndo tuje tuzungumze. Hamna shehe yangu. Unajua mimi naona bora tuzungumze kicho tuleta hapa sisi. Haya masuala kwa tuna basi shehe wangu siku nyingine. Wewe mwite shemeji tuzungumze masuala ya leo. Si nafsi iko safi? Ipo safi kabisa nafsi yangu. Mwite shemeji. Ani hodari sana wewe. Sawa kwanza nani bwana? Dai bwana. Hivi chapati hivi kwa hivi. Hivi mikajua kusiza kwa vironda kama hivi unaona. Umesikia sasa? Hii si kwenda kutiana vidole vya tumbo. Fanya adabu kiasi kile. Fanya adabu ndio tuzungumze huko bwana wewe. Jamani. Asijatosha. Hili basi jamani. Jamani ustazi. Usijali na mfungia ustazi anaondoka nazo. Shemeji tunaye na baba naye. Jamani mjisikie mko nyumbani. Kama mjatosheka Hapa na bwana. Hapa taongea na ustazi hadi. Kaje. Kama Alafu ustazi anataka na mfuko afunge supu aondoke na mara hapa kaniambia nimemshikia. haina shida ustazi. Supu libaki kwenye sufuria. Haina shida. Shemeji. Kwanza asante kwa chakula. Lakini pia shemeji leo tumekuja kutembelea hapa. Asante. Mimi naona tuzungumze kilichotuleta hapa. Shemeji, sisi tumekuja hapa kuzungumza na wewe kwa niaba ya huyu ndugu yetu.
Shemeji, unajua kwenye dini yetu ya Kiislamu kuna sunna ambazo sisi wanaume lazima tuzifuate. Sawa? Sunna yenyewe ambayo ndugu yangu anataka kuifuata hapa, ambayo ukatuambia sisi tuje kuongea na wewe. Ndugu yangu anataka kuongeza mke wa pili. Kwa hiyo kwa majali wa siku si nyingi, ndugu yetu lazima awe mke wa pili. Yaani maustezi, kumbe mmekuja hapa ni wanafiki. Naamka na waandalia supu na chapati na jikana, mtoto wa watu unajipinda. Kumbe mnakuja kuniletea jambo la kinafiki. Unajua katika vitabu vya dini vimeandika kwamba sheria ni kuoa wake wawili. Au sema hiyo. Watatu au wanne. Kwa hiyo ni jambo la heri shemeji. Hamna shemeji, unajua haya mambo yapo kwenye dini na ni amri moja wapo hizo zipo kwenye dini shemeji. Na ukizingatia Mwenyezi Mungu kaumba Adam na Hawa. Sio, umeelewa vizuri? Adam na Hawa, akimaanisha kwamba Hawa ni wengi. Kwa hiyo lazima Hawa wawe wengi, ndio maana anatakiwa mwanamke mmoja, wawili, watatu au wanne. Wewe yaongea ni ukweli au ni uongo? Kwa dini yasema kwamba ustazi yasema hapa naongeza mke wa pili tu, si wengi, si wanne, wa pili tu. Haina shida yoyote. Asema ustazi au ni wewe? Kumbe alikuwa wapi kipindi tunajenga? Tumejenga tumepaua nyumba ndio anakuja kuongeza mke wa pili. Kwenye shida kwa nini hakuja huyo mke mwingine? Waona mke wangu, tazama kwa hali yako iliyopo hiyo, lazima mtu apate kukusaidia hata kama waleta mtoto akusaidia yeye. Kabisa. Mwenyezi Mungu aliumba Adam na Hawa. Lengo lake ni kwamba unaposikia Adam na Hawa, Adamu anatakiwa aoe wanawake wengi, ndio maana wanawake wakaitwa Hawa. Hawa ni wengi. Mungu akuumba Adam na huyu. Sio mimi shemeji? Kaumba Adam na Hawa. Kwa hiyo Hawa ndio nyinyi. Sio shemeji? Yaani hapo wenyewe imetofauti. Sasa wasemaje hata hiyo? Unashikubali bwana? Unashikubali. Au akubali akatae, lazima wewe uone. Sasa wewe walia nini hata? Hata kama kuna kitu nilikukosea mume wangu, si ungeniambia? Kuliko unaniambia nipike chapati, alafu unakuja kumbe umewaambia maneno ya utofauti kuja kuniambia mimi. Wali yule kiongozi wa dini hati aja hapa akupa wewe elimu. Unajua mathna yataka elimu, kwa hiyo akupa wewe elimu. Unajua wewe dini hii hujaisoma vizuri sana. Sasa yule kiongozi wa dini akupa elimu ya dini ilivyo. Hii yanisaidia mimi na wewe ili tuweze kuelewana. Ndio maana nikamleta yule aweze kuongea umuelewe, maana ningeongea mimi waweza niona mimi muongo bwana. Yaani jamani, mume wangu, nilikuwa nakupenda. Na hata sasa hivi ndio maana ninalia. Ni kitu gani nilikuwa sikupi humu ndani? Nilikuwa sifanyi nje, nilikuwa nakupikia mume wangu. Kumbuka tulikotoka mpaka tumekuja kununua na hili godoro. Kweli unaniacha unaenda kwa na mtu mwingine? Mimi siwezi, naona kama inakuwa ni vigumu. Unajua jambo hili wewe wapaswa kunisaidia mimi. Wapaswa kunisaidia mimi ili nisiingie kwenye zinaa. Unajua hakuna dhambi mbaya sana kama ya zinaa. Sasa mimi kama naenda nje nafanya uzinifu na zini na kwa hamna ninachofanya. Sasa kama wewe nilikuoa, yabidi mimi nioe yule ili nisizini. Wewe wapaswa kukubali ili kunisaidia mimi nisiingie katika dhambi ati. Wewe unanipenda mimi sana. Mimi nakupenda wewe sana. Wasikiliza, mimi ningekuwa sikupendi wewe wala nisingekuwa na wewe mpaka saa hizi, ningekuwa nishakupa talaka ati nimekuacha. Lakini niko na wewe siku zote, niko na wewe, nipo na wewe mpaka sasa. Hata kama nakwambia hili si kwamba sikupendi,
Ningelikuwa sikukupendi, ningekuwa nimekupa talaka, nimekuacha waenda wewe. Wewe wakuwa hapa, hata kama yule nitamuoa atakuja humu ndani, wewe ndio utakuwa wapanga, wamfundisha kila kitu, kwamba fanya hivi, fanya vile. Yaani wewe ndio wakuwa mke mkubwa, wewe ndio mkubwa hati. Sasa wewe wakuwa wapanga kila kitu humu ndani, tuwala nini wapanga wewe. Leo tuwapika nini wapanga wewe. Nitakachokuwa nafanya mimi sitaenda mbali, nipo humu ndani, ila hii nyumba kubwa hati. Yeye atalala chumba kile, wewe utalala chumba hiki. Tutakuwa nafanya tu siku mbili, nalala huku mbili, nalala mule. Tena nipo humu ndani. Hata kama waugua wewe, waugua tumbo, waniita tu. Mume wangu, mimi naitika, naja huko nakusaidia. Tena kwa hali yako hilo uliyokuwa nayo, yeye yule atakuwa anakusaidia wewe. Ukishajifungua wewe atakuwa akukanda maji yule, akukanda maji, amlea mtoto wako. Ukitaka kwenda kuoga, kuosha vyombo, yeye amlea mtoto wako. Ndivyo inavyopaswa, dini yasema hivyo ati. Hii ni sunna tu mimi nafanya, tufuata sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mke wangu, wewe una haja kulia, wasikia? Nyamaza sasa, wafuta machozi, usilie bwana wewe. Unafuta machozi haya yatoka yote basi. Acha kulia bwana, ujikaze bwana, kuwa mtu mkubwa wewe, ni mkubwa, kuwa mkubwa wewe hata nikimuoa yeye. Sawa? Haya basi sasa mimi ngoja niende kule, maana ustazi nimeona kama hajatoka vizuri, waniaibisha kidogo kwa ustazi pale, wapika vitu vibaya. Sasa ondoka amenuna yule, ngoja niende muwahi hivi ili niweke mambo sawa. Sawa? Mimi nitaja ati, acha kulia bwana, utoto huo walia kama mtoto na mtu mzima wewe waona vitu vingi. Tulia midomo hivyo, mimi ndio umeambiwa naolewa mimi. Mimi ndio mkewe Jeba wa pili. Maana umetoka ndani ulilolikuta huko na kuja mimi kunibitulia mdomo. Kwa lipi hasa? Nisikilize nikwambie Kaisiki. Wewe gubu ndio limekuponza na uvivu. Hivi mimi wakumfulia mmeo nguo wewe? Kabisa nguo za mtoto wangu ambaye ameshaoa, wakufua mimi nguo zake. Unaona umebeba jiwe hilo. Kuna watu wanabeba mimba na wanafanya kazi mpaka siku ya kuzaa. Lakini mwenzetu wewe sijui umebeba mtoto wa jicho, sijui umebeba kitu gani. Tumbo limekuwa tumbo, maana hata kama kuzaa hata paka anazaa. Lakini tunashangaa hilo tumbo lako wewe, unajifanya wewe ndio umefika, ndio wa kwanza kuzaa duniani. Sasa ndio unaletewa mke mwenzio kwa taarifa yako, anayejua matashtiti ya mme. Na unamjua kwanza. Utabitoa midomo sana ndugu yangu. Hapa tunajikaribia kupokea mke mwingine. Naye sijui atakuja na tabia kama zako, maana yani unachosha mwanamke wewe. Sina hata hamu na wewe kwa kweli. Yani Jeba kanifurahisha, kaikonga roho yangu. Mtu gani upendi wakwe zako, upendi wifi zako, mume wako na mtia kero kila siku? Ulifikiri wale maustazi wamekuja kula ubwabwa au wamekuja kukupa sadaka kwa vile unaswali sana? Subutu. Wamekuja na jambo lao, mama upo. Hiyo ndio habari. Yani nakuchuki. Yani laiti ungekuwepo unajua ninavyokuchukia mimi we mama wewe. Tena sio mamangu waki mama. Yani wekusha matakataka yako shatoka kwenye nyumba yangu. Nitoke mimi sio wewe. Mimi niko kwa mwanangu Jeba. Wewe tu ulioletwa ndio utoke aletwe mke mwenzio upo. Unafiki tu. Unafiki. Pumbavu wewe. Mwanamke jeuri dawa yake muibie mmewe. Kama ni nzuri mwacheni wambeti Ujeba. Upo. Limekupanda hilo, wanambeti tena wanambaliza. Mbona asubuhi mama watoto unanitisha? Hata kufungua gege sijafungua. Kulikoni? Shikamoo kwanza. Unajua pale nyumbani kwangu kuna shughuli. Nyumbani kwako? Hapana, kwa jirani yangu. Kwa jirani yako. Kuna mtoto wa jirani yangu anaoa.
Sasa wenzangu wote wamekata sare. Ndio. Haya magauni ya Faivani haya. Kwa hiyo na mimi nimekuja nilikuwa naomba unipe hela nikanunue. Yale milioni 1. Na mimi uwezo huo mimi sina. Mimi niko nacho hichi nitakupa. Ukanue gauni lolote lile. Hapa mimi nitakupa 5,000. Si chako 5,000. Ndio nilikuwa nacho. Hata kijola kanunue. Mimi sionekane naye unatamba Uswahilini. Si kwa jirani tu pale. Kuna shida gani? Wasalimie. Hii hatari. Wataka gauni la milioni 1. Mimi nitaikoa wapi? Genge yenyewe hata milioni 1 haijafika hili. Haya. Bye. Tutaonana baadaye. Nimekuja kule mtaani kwetu kuna shughuli. Stop. Mamako kaja kuniambia kila kitu. Ila neno anaoa.